Jamani, naendeleaje? Leo nataka niongee kitu kidogo ambacho nimeshindwa kulala nacho kwa kweli. Yaani mimi naomba niulize swali. Hii dunia hii ambayo tupo sasa hivi bila wanaume ikikwaje? Yaani mfano ndio unaamka hakuna wanaume, hakuna mwanaume hata mmoja. Hii dunia ingekwaje jamani? Mimi ningeambiwa Jessica, can you be a man for 5 minutes? Ningesema big no, Mwenyezi Mungu siwezi. Ni bora nife. Yaani niwe mwanaume au kufa, bora nichague kufa. Hao watu bwana wanapitia vitu vingi sana. Yaani they are struggling a lot. Nikipita barabarani nikiona wanaume wanaohangaika. Pita Kariakoo, wanaobeba yale mamizigo. Barabarani Mwenge, wanaosafisha vyombo vya magari na wanaume. Sijui ni wanaume, wana garage. Kazi zote ngumu ni za wanaume. Hawa watu, alafu dunia ni there's a way dunia inatufavor sisi wanawake. Yeah? Kila kitu mwanamke ndio wanaonewa huruma. Alafu kuna hii feminism sasa hivi kwamba we are superwomen. Tunajaribu kuaminisha kwamba we can succeed, we can go on without men. Mimi kwenye hicho kikundi nitoe. I really appreciate men and I don't think I can survive kwenye hii dunia bila kuwa wanaume. Fikiria tu yani nani angebeba mizigo? Wanaume wanalea familia. Unakuta mtu anasomesha ukoo mzima. Yeye ndio kidogo kasoma, alipata kamshahara kake kama milioni 2-3, yeye anasomesha ukoo mzima. Haruhusi kujifikiria yeye mwenyewe, haruhusi kujipa raha. Yeye anatakiwa take care of the clan. Mtoto wa mjomba, shangazi ni yeye anasomesha. Ndugu wa mke ni yeye anawahudumia. Imagine mimi ndio ningeweza kufanya hiyo kazi. There is no way. Sijui itokea chochote ni mwanaume, alafu ameambiwa hataki kulia, hataki kuchoka, hataki kulalamika. When a man cries, anaonekana yuko weak. Mwanaume hataki kulalamika, anataka kukaa kimya na kufanya majukumu yake kama mwanaume. Mimi nisingeweza. Guys, inabidi ifike kipindi dunia ya appreciate. Bila hawa watu dunia isingekuwa ilivyo sasa hivi. Hawa watu wanajitolea na sacrifice. Unajua kuna wanaume na sacrifice, anawaza kesho kutwa shule zinafunguliwa. Hapa kuna wengine si kesho kutwa shule zinafunguliwa, wanawaza ada zinatoka wapi. Sawa, kuna masingle mother sikatai, wana hustle. Wako wengi, kina Jessica kuna nani. Tuko wengi tuna hustle. Lakini wanaume wanafanya kazi pia sana. Probably kushinda sisi. Mwanamke hapo kampuni kiumba, utaomba msaada kwa boyfriend, sijui nani atakusaidia. Hata kama una boyfriend, hata kama lazima kutotokea tu mtu atakusaidia. Leo hii kampuni yumbe ya mwanaume, nani atakusaidia? Nani? Watu washikaji wanapungua. Hakuna, ili unaonekana wewe unatakiwa uhustle upate. Lakini sisi wanawake tukilialia tu, kwa mfano kwenye mikutano ya serikali. Mimi niende mwanamke nilie pale. Nimezulumiwa kitu gani? Na mwanaume aende alie pale. Nimezulumiwa kitu gani? Kamera zote zitaenda kwa mwanamke. Kamera zote zitaenda kwa mwanamke. No one is gonna think kwamba hii tuanze kumhurumia mwanaume, no. Kila mtu atamhurumia Jessica. Kila mtu. Baya yangu kiungua mimi na baya ya mtu mwingine mwanaume kiungua, mimi ndio nitaanza kuungua. Simple, because I'm a woman and the world is inatuaminisha kwamba sisi ndio tuwe favor, sisi ndio tumenye huduma. They're not thinking kwamba wale pia ni binadamu. Wana hustle, wanawaza, unakuwazua jinsi ya kutafuta hela. Hawana msaada. Nasemaga Mwenyezi Mungu. Siwezi kuwa mwanaume hata kwa sekunde 5. I can't. Wale watu wamekuwa wapendwe, wanatakiwa waheshimiwe, wanatakiwa wa appreciated. Mwambie tu mtu hongera unafanya kazi. Nikiwazaga pale kitamba cheupe, unajua ile baa, iwe baa, mchana kuna watu wanafanya kazi. Kuna watu wa usafi, kuna wanaume wanabeba machua yale mastegi mazito. Wanalewa wanaume. Majasho yanawatoka. Kuna walinzi wanalinda usiku na asubuhi baada ya kwenda kulala mtu anaenda kuuza vitu. Mshahara wake sio laki 2-3. Ana familia, anasomesha na nini. Kuna boda boda. Vumbi lote la na mwishia, lakini hachoki. Hana option, afanyaje sasa? Okay, simu yangu ilikata, ilizima. So, mimi naomba kitu kimoja tu mseme. Wanaume mimi naomba niwashukuru kwa niaba ya wanawake ambao pia wanashukuru. Tunasema asante, bila nyinyi tusingekuwa hapa.
asilimia kubwa sana wanawake wengi tusingekuwa hapa bila nyinyi kuwepo. Probably the whole world would be here without you. Tunawashukuru, tunawapenda sana. Jamani, watu dunia hii jifunze ku appreciate watu. Utakuta mtu ndio maana watu wanakufa. Mtu anakufa tu hujui kafa na nini. Ndio maana pressure ni wao, sijui kisukari ni wao, kila kitu ni wao. Because no one cares about them. No one. We should learn to appreciate our men. Wanaume zetu inabidi tuwashukuru. Jamani, mimi chuo nilivyosoma chuo nilisomeshwa na shemeji yangu. Dadangu anaitwa Evelyn. Shemeji yangu anaitwa Mkamba. Dadangu aliolewa. Yeye ndo alinisomesha. Mimi ndugu wa mke. Kumbuka na yeye alikuwa ndugu zake lakini alinisomesha mwaka wa kwanza. Nilimeenda kusoma ya hostess, kaka zangu walinisomesha. Hao wote ni wanaume. Nije hapa niseme mimi superwoman, feminism si kitu gani? Sasa without men mimi ningefika hapa nilipo. Achana mambo marembo bana. Hao wote wanaume ni wachache. Wako wengine hapo katikati. Destiny helper. Jamani, tunawashukuru, tunawapenda sana. Wanaume tunawapenda. Dunia ijifunze ku appreciate hawa watu. Ijifunze ku appreciate. Watakuja kudondoka wafe, to regret, which is already happening. Wanaume wanakufa kwa pressure na kila kitu. Tujifunze ku appreciate hawa watu. Wanafanya kazi kubwa sana. Men, Mungu awabariki. Awaongezee pale ambapo pamepungua. Awabariki za mikono yenu, muweze kupata pesa nyingi zaidi na zaidi.